Leo nitakufundisha dalili 7 za mtu ambaye hawezi kutajirika kamwe endapo ataendelea kuwa na tabia hizi. Kuna makundi mengi ya watu wanaopenda kupewa maneno ya matumaini juu ya swala la elimu ya utajiri. Lakini mtu yoyote mwenye dalili hizi 7, hata ombewe malaika washuke waanze kumwombea, hawezi kutajirika. Na dalili hizi usipuuze, kwa sababu dalili inaanza kwa udogo, inaenda kukua, inakomaa, ikishakomaa inakuwa tabia, na kuifuta inakuwa shida. Ni mtu yote ambaye ni mvivu. Ukiona kama wewe kujituma uwezi, mvivu, unapenda kuwategea watu, unapenda slopu, masuala ya utajiri achana nayo, kwa sababu si lugha yako. Utajiri hauongei kwa habari ya uvivu. Dalili ya 4, mtu yote ambaye anapenda shortcut kwenye maisha yake. Ukimkuta mtu ambaye anapenda shortcut, yani yeye kufuata njia iliyonyooka hataki, anaulizaga shortcut tu. Hapa ujanja. Ndugu yangu, ujanja una mwisho wake. Dalili ya 5, dalili muhimu sana hii, usipuuze. Mtu yoyote ambaye anapenda kulaumu watu sana na kujijengea haki kwenye maisha ya watu wengine hawezi kuwa tajiri. Nitakutolea mfano. Utakuta mtu tangu ana miaka 10 analaumu serikali tu. Kama serikali hii umeona haikupendezi, si uhamie nchi nyingine. Kwani watu ambao wanaishi South Africa na Tanzania wamepungukiwa nini? Aliona fursa za Tanzania hazimtoshi. Utakuta mtu tangu ana miaka 10 yeye analaumu serikali mpaka anafikisha miaka 50. Wakitoka kwenye serikali wanalaumu wazazi. Wakitoka kwenye wazazi wanalaumu wakoloni. Unajua bwana, wakoloni walituibiaga madini yetu. Sawa, walikiibia madini yako. Nenda kacheze mpira kwenye nchi yao. Ulipo mshahara kama kina Mbappe, kama kina Samata. Dalili ya 6 ya mtu ambaye hawezi kuwa tajiri maisha yake yote ni mtu ambaye hajitumi, hana juhudi kwenye kazi yake. Biblia yenyewe inasema mtu yote mwenye juhudi siku moja ataketi na wafalme, lakini mtu asiyekuwa na juhudi ataketi na maskini. Yani hajawahi kutokea mtu mwenye juhudi akaifanya kwa uweledi na maarifa asifanikiwe. Dalili ya 7 na dalili ya mwisho ya mtu yote ambaye hawezi kuwa tajiri. Unajua kuna muda utajiri unaletwa na uwekezaji. Hizo iwe kwenye biashara, iwe kwenye viwanda, iwe kwenye fursa yote ambayo inaweza kuingizia fedha. Mtu ambaye anafanya uwekezaji kwa kukurupuka pasipo kufanya research ya kutosha kama hawezi kuwa tajiri. Yeye akisikia tu bwana biashara bajaji inalipa, kachukua mkopo benki, hajafanya research, kanunua bajaji 6. Anashindwa kulipa mkopo, marejesho yanamsumbua, anauza bajaji zote, bado anaendelea kukatwa mshahara. Mtu hivyo hawezi kuwa tajiri. Hawezi kuwa tajiri. Na hizi ni dalili 7 za mtu ambaye hawezi kuwa tajiri endapo ataendelea kuzikumbatia tabia hizi na hatochukua hatua ya kubadilika. Video inayofuata nitakuelekeza dalili 7 za mtu ambaye hata kama sasa ni maskini lazima awe tajiri. Naitwa Lev Yaziel. Oh yes, God bless you. Naitwa Lev Yaziel. Kama bado haujasubscribe channel yetu ya YouTube, tafadhali sana
na kuomba uweze kusubscribe ili uwe miongoni mwa wadau wetu wa kwanza kabisa ambao wanaweza kupata taarifa zetu na mafundisho yetu mazuri mara pale pindi tu yanapoweza kutoka. Lakini vile vile usisite kutufollow kwenye kurasa mbalimbali za kijamii kama vile TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Tunapatikana kwa jina moja tu, andika Lev_Yaziel. Andika Lev_Yaziel kisha utufollow na usubscribe. Uwe miongoni mwa wadau wetu na wafuasi wetu wapendwa kabisa na wa kwanza wanaopata mafundisho yetu mazuri kabisa, neno la Mungu, mafundisho ya kiimani, kiuchumi pamoja na kijamii mara pale pindi tu yanapoweza kutoka. Mungu wa mbinguni akubariki sana 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 sana. Nitafurahi sana nikiona una like, una comment, una share kwa watu mbalimbali ili waweze kupata maarifa ambayo yatawaokoa na kuwafanya waweze kuwa watu mafanikio zaidi hapa duniani.